duvet lining. Kuna kitu kinaitwa air purifier kwa ajili ya watu ambao wana smoke. Kama unapokea wageni wana smoke. Sana Masaki huko wanakuja kama smoker kibao. Unaweka air purifier yako usiku mzima inanyonya ile harufu. Hata kwa mfano smoker bado iko ndani, labda one day before unaweka ile inakuwa inanyonya. The next day labda mwingine anakuja unaifungua madirisha yote, milango yote unafungua, inakuwa inakusaidia. Air purifier Amazon. Sijai kuona mtu anauza hivi. Sijui, labda mimi sijui, lakini air purifier pia ukaniagiza from Amazon. Then from hizo bedsheet, duvet nimeelezea. Make sure jamani, hizi duvet lifiti kitanda chako. Hakuna kitu kibaya kama unakuta picha zimekaa kiduvet kinaning'inia, yani kama mtu amevaa suruali zile za kininja zile suruali kimechinjwa, yani duvet hatakiwa kuburuza chini, lakini linatakiwa liwe yani at least ukiliweka pale kitandani huku lishuke kidogo. Yes. Uweze kulikunja. Zingatia tu size yako. Then kuna pillow, mito. Ngoja nikuoneshe. Pillow. Na hii nyumba yetu moja ya Masaki. Sunny Homes tu. Dada jamani, kwenye vitanda amejitahidi sana. Yani sijui nikuelezeje jinsi alivyojitahidi huyu dada. Nione. Kwenye upande wa nani tu of course nyumba ni nzuri ya kufurnisha nini, lakini beddings mimi ndio huwa namsifiaga, nasema Maria katika vitu huwa najivunia kuhusu nyumba yako, yani kitanda amekizingatia sana. Naye alirent furnished home pia, na nyumba yake ni furnished home sasa. No, hii iko Mikocheni. You can see beddings zake. Kwanza kitanda, pillows zinatakiwa ziwe, nataka nikuonyeshe pillows. Pillows zinatakiwa ziwe, kama ni kitanda cha watu wawili, sio chini ya 6. Usimuona games hizi amezionyesha, ni kitu anacho na anakionyesha games. Wine ziko hapa pembeni, fridge imefunguliwa, yani maji yamefunguliwa, yani the way you take photos bwana. Presentation ya nyumba yako is so important, the way you present it. Hata hii blender itakuwa achukue soda ya Fanta na una blend ndio unapiga picha. Toaster hii unaweka mkate kabisa, unapiga picha. Sasa wewe ukiangalia listings za watu wengine nje labda Nairobi, kwa watu wana, yani picha zinakuwa staged, yani picha hazipigwi tu. Hii microwave unatoa ili jalada la juu hili, unaweka ndani bakuli au unawasha kwa sababu kuna watu wana vitu wafanyi kazi. First aid kit nao ni amenity ambayo inajazwa pale. Nataka nikuonyeshe nani yake. Unaona jinsi alivyo set table, kachukua maua kaeka kaseti sahani zake hapo. Huyu dada bwana. This is okay. Alikuwaga my first, alikuwaga ni one of my best. Sasa hivi kashuka namba 2 na tunagombanaga naye kwa sababu ana Maria anaanza sasa hivi anachukua sana wateja wa mkononi, na ameanza hiyo tabia baada ya uchaguzi. Ule mwezi wa 11 ulikuwa ni mgumu kwa kweli. Mimi mwenyewe nilikuwa ni 0. Wageni wangu wote walikansel ile mwezi wa 11 wote. Lakini I know the cost of accepting mtu ambaye hajielewi is bigger, is worse than bora nyumba ibaki wazi. Unaona ameweka hizi nani za blow dry, kazinunua tronic hizi zinakuwa kama simu hizi wash machine hizi zipo, ile mama kaziweka pia za tronic. Niliona, yes, nakumbuka aliziweka nikamuuliza kama mama anapenda vitu vizuri, mama Madandi. Unaona kitanda chake ndani ameweka pillow, hizi pillow ziko 2 hizi. Kuna pillow nyingine iko kwa nyuma hapo. Kwa hiyo zinatakiwa zisipungue ngapi? Yani pillow per head pillow 3, maana kama wanalala wawili pillow 6. Kuna hizo ziko 2 hapa. Hizi nyeupe na hiki kidogo.
Na hizi kidogo unajaribu kumatch theme, yaona unajaribu kumatch theme ya nani ukutani. bedrana Yes, yes. I mean, hii ni bedrana imematch na hii duvet. Of course duvet mimi naambiaga Maria, duvet wako unaweka duvet nyeupe, at least hata ikiwa nyeupe basi ina ile urembo fulani, lakini anyway it's not bad. Angeweka different color maybe ingekuwa ngumu wewe kucoordinate na vitu vingine, so at least amecoordinate. Kuna hiki cha brown alafu kuna hiki cha yellow. Sasa ukitaka mfano una vyumba vingi kwenye nyumba, ukitaka kuvitofautisha wakati wa kupangilia, ili usije ukakosea kama yule kaka mwingine. Nakumbuka kwenye bedroom 1 kaweka two different yeah. Kwa hiyo unaweza kuweka theme tofauti ili ikusaidie kuweza kunini kuseparate hizi picha, but ideally your photographer pia anatakiwa kutumia picha zako in folders tofauti, kwamba sitting room hii, bedroom ni hii hapa, ni hii, ili na wewe unakuwa unachambua vizuri. Yeah, so kuna hiyo, kuna pillow protector. Utanunua kwa dada moja anaitwa 01, ila 01 ana mabei namfahamu, lakini ana vitu vizuri, yani vitu vya 01 ukienda pale kwake hauwezi kuvikuta sehemu nyingine. namfahamu, namwonaga Insta. Nunua kitu lakini nafahamu mimi, kuna mtu nanunuaga kwa sababu nilikuwa kuna kitu kama Dale. Kuna mtu anaitwa Bedroom Affairs. Tasina, namfahamu. Yes, ni jirani yangu na ni dada yangu sana tu. Ndo mara nyingi sana vitu mimi vya bedding nachukua kwa Tasiana. Okay, sawa. Tasiana naye yuko vizuri. Hata katika recommendations zangu hapa, Tasiana naye ni mtu ambaye huwa namrecommend sana. Bedroom Affairs. Afu Bedroom Affairs mimi ninachompenda, anakuja anakuelekeza kabisa sana. Yaani atakufuata hata nyumbani. Yes, anakuelekeza. Kama hujapenda anachukua sometimes. Naambia hii basi sijapenda rudisha, tukupa nyingine, iko hivi. So open. Tasina bwana, Tasiana. Tasiana Njau. Tasina tu kwa nini? Mimi na mambo mengi kama naoga nje. Nikitumie. Yuko very nice yule dada. Ngoja nikutumia hapa kwenye nani yako. 01. Kuna mtu anajibugi message zile za Instagram ambazo sio yeye. It's very easy to tell. Kuna mtu anajibugi zile message zake na sio yeye yule mtu. Kuna Kabzi. Kabzi hapo Kabzi ni wale posta hapo. Kabzi ni wale posta. Sasa mashuka yale ya mwanzoni mimi ambako unapendaga Tasiana naye anajua, lakini mashuka yana specifications kama 8. Yaani hiki ukweli mimi kabla sasa hivi baada ya kufanya BNB vitu vingi sana huwa na question, namuuliza mtu specification ya hiki ikoje. Sasa hivi nauliza sana. Kwa sababu yani sipendi mtu aniambie ni nzuri sana, utakaa nayo. What is the specification? Ili mimi nijue inanifaa kwa matumizi yangu au hainifai. Sasa watu wengi wanaouza bidhaa nyingi hawajui specification za vitu vyao. Kwa mimi kabla ya kununua kwa mtu, unaweza kuwa una product nzuri lakini kama hujui kuielezea, sitanunua kwako. Kwa sababu nataka unielezee hii product ina kitu gani, inamaanisha nini. So kuna kitu kinaitwa shuka na specification kama 8. Kuna thread count, kuna weave type, kuna GSM, grams per square meter, kuna stitching quality, kuna shrinkage rate, kuna color fastness. Mfano kama hii color fastness ni yani ile rangi yake, rangi ambayo iko pale ina fade baada ya muda gani. Size na fitting, labda kwa mfano labda ni 5x6 au ngapi. Mtu mwingine hata asemi mashuka mazuri ngapi kwa ngapi dada. Kwa mfano kama hii thread count, size na weave type. Kwa sababu weave type kuna zingine ambazo weave type yake sio zimenyooka, kuna zingine kama zinakuwa kama zimepinda kama nywele ambazo zinashikwa na njia mbili zile.
Kwa hiyo sasa weave type huwa ina determine, yani vitu ni vitu vidogo vidogo, lakini they determine pia comfort ya mtu kulala, they determine kama itakuscratch wakati wa kulala. Ni scratches ndogo, it's hardly easy to feel them, lakini the way you wake up asubuhi you can sema tu, kwa sababu sisi tuna ngozi nzuri, it's not very easy to expect. Lakini mfano wazungu ngozi zao sio nzuri sana, kwa hiyo asubuhi mzungu akiamka unakuta mistari yake inaweza kachukua kama nusu saa kuondoka, ila sisi wa Afrika 5 minutes ukiamka mistari ishaondoka. Sawa, okay. So hii ndio factor ambayo inasababishaga hicho kitu, hii weave type inaitwa. Mashuka mimi napenda kununua kwa dada moja anaitwa Aisha. Of course hata Sina Lashes one of the people ambao napenda kununua kwa sababu pia anaelewa vitu. Aisha yuko Chole Road, hawa ni Tanform hawa. Aisha alifanya kazi kwenye hoteli na ndo alinifundisha hicho kitu cha hizi specification. Akaniambia, Judy, watu wengi wanauza mashuka wanajulikana, lakini mashuka yao ukimuuliza hata GSM ngapi, grams per square meter, sijui hajui. Thread count inatakiwa at least kuanzia 300 uzito wa shuka. Hiyo ndo sijui ndo TC wanaita TC, kati ya 300 mpaka 600. Mtu akikwambia sijui labda kuna kitu kinaelezea sijui kuhusu shining, yani ile shuka lina shine kiasi gani, sijui one of these specifications sijua ni ipi. Sasa shuka Tanform pale wenyewe wanauza mashuka meupe, ni yale meupe ambayo yana rangi nyeupe za alternate ya mistari meupe, wengine dark white, light white, sio kama unajua. Wale wana shuka za 145,000, alafu wana shuka za 165,000. Hizi 145,000 unapata shuka moja, duvet 2 na foronya 2 na vekava 1 na vekava lako 1. Hii unapata shuka 2, foronya 2, alafu unapata na foronya 2 au 4? 2. Sio, ni 2 zile. Okay. Anaonaga wengi wanaweka 4. Kwenye seti ya hii. Inawezekana ni 4, ngoja nimuulize. Okay. Nimuulize Aisha kwa sasa hivi. Aisha, mambo hivi, zile shuka zenu za ni sawa hivi? Shuka 2 huwa foronya 4 mara nyingi, yenye shuka moja foronya 2. Sawa, maana nataka namwelekeza mteja hapa, TC zao ni 300, akinijibu nitakwambia hapa. Haya, poa. Lakini huyu TC yake ni 300, thread count 300 TC. Aisha wako pale Chole Road wanatizamana na ile restaurant inaitwa, yani pale kwenye ile kona sundo wa kwenda Slipway pale ndo karibu na pale walipo. Sasa mimi ninachokipendea hizi shuka zake, ila hata ukichukua ile 165 au 145, ili foronya lake, ili duvet cover lake, unaweza ukaenda ukamwambia fundi akuchanie, itatokea mashuka mengine extra 2 badala ya kusema hii duvet cover mimi naona kama ni best kama lisiwe rangi ya white pia, yani shuka yani kitandani pale kuna rangi za kucheza nazo, yani sijui kama unanielewa. It look good. Yani picha, yani kukiwa tu white, picha huwa haipendezi. Picha haipendezi. Kwa hiyo hapa sasa badala ile duvet cover ambayo ni sababu zitakuwa zote nyeupe. Kwa hiyo badala ya kuna nini yote nyeupe, ukienda kwa fundi kumwambia naomba nichanie itokee 2, kwa hiyo unapata 2 extra shukas ambazo sasa unaweza ukazitumia. Sasa kwa mfano kama kusema unaenda sasa kwa Golota ambaye anauza mashuka ya mtumba Ilala, unaweza kupata kwake mashuka ya nani ya saa ya kuchanganyia, ambapo unaambia watu ile shuka la Golota lisiwe la kutandika, liwe ni shuka la kujifunikia. Sababu Golota bwana mashuka yake size labda mpaka uende na tape measure pale.
Anaweza kwambia hii ngapi kwa ngapi, mwenyewe akawa sengine au sengine usimkute mwenyewe, ukimkuta labda mdada wake. Kwa hiyo mashuka yale ya Ilala yanakuwa ni ya kuchanganyia, ambayo ni mazuri pia nayo, lakini sio shuka zuri kwa ajili ya kutandika ndio mtu analalia, ni shuka zuri la kujifunikia. Kwa kushanunua mashuka yako mazuri, labda kama ni kwa Aisha, kama ni kwa Tasina au Tasiana, au kama ni kwa Jelini au whoever au Kabzi, whatever you can buy from Ilala. Sana unakuja kuchanganya changanyia, lakini from Golota you can buy duvet cover. Yale duvet cover yanakuwa mazuri sana, yale hata used, sababu sio lazima mashuka yafanane ya vyumba viwili tofauti. Au hata the same chumba you can have duvet cover mawili, leo unabadilisha hili, leo la rangi hili hivyo. Yeah. Alafu bedrunner nimekuonesha. Bedrunner zingine unaweza kupata bedrunner yako very common. Unaweza kutengeneza kwako labda ya kanga, tenge, is better, then inakuwa zina foronya zake mbili. Alafu bedside table chef nishakuelezea umuhimu wake. Bedside lamp pia. Bedside lamp bana, hizo zinazouzwa mjini huko zinavunjika sana. Zinavunjika sana, yani unakuta mtu anavunja, yani sasa tutafanya yani hizi. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia badala ya kuweka hizo, unaweza kama kwa mfano, sababu nyumba ni ya kwako, kwa nini usiite fundi zikashuka zile za kushuka zaje? Kuna wengine wanazidrill, mwingine ana drill kabisa ukutani. Sasa hivi kuna drill vipi ukutani jamani? Au anastengenezea kama au mwingine anatengenezea kama ka shelf kake hapo, ni kama kidumbukiza ile nani, anaidrillia ukutani, anadrill ile shelf yake afu ndo anaiweka, inakuwa ni kama yani kama maua umeweka kwenye vase, ndo vile. Mwingine anachofanya anaweza kutengeneza tu njia ya kuweka taa kabisa, ni taa. Kwa mtu anaweza kazima na kuwasha taa ya pale pale kwenye nani, kwenye bedside. Then breakfast table. Breakfast table ni kama hii hapa. Yani chumbani kuna makorokoro, kuna makorokoro. Sasa ndo mtu hela inamkatikia hapa, yuko chumbani. Judy, mimi hela imekata bana, duvet siwezi kununua. Unasemaje? Isa hiyo nyumba hatuwezi kufungua ndugu yangu. Ana force kwanza. Unaambia tutulie kwanza. Naambia tutulie. There's nothing you can do. Huwezi kufungua nyumba, unapiga picha una duvet cover. Mtu anakuona unachekesha. Mtu yuko anabuku nyumba yako uko serious. Hauko serious Extension cable, multi plug na stabilizer. Kama uko kwenye sehemu ambayo umeme unacheza sana, you can buy pia stabilizer kwa ajili ya wale ambao labda mtu anafanyia kazi kwenye laptop na nini. Ila stabilizer is something you can buy. Yes, this is something you can buy hata baadaye, lakini muhimu kama utaki kununua multi plug, basi zile socket zako ziwe za multi plug style. But extension cable ni muhimu kwa kila chumba. Sebule moja, chumba cha kwanza, chumba cha pili ni muhimu. Then multi plug utanunua kwa ajili ya pale nani kitchen. Chargers na USB japo ndo zinaibiwa mpaka utachoka. Au unanunua fake. Hata hizo fake waekee kwa kama unaweza kuwekea waekee, maana wanatumia sana. Au unaweza hata usiwaekee, it just depends na wewe mwenyewe utakavyo. Au unaweza kawa nazo umezificha sehemu, sasa sio kwenye kabati lako, sasa umezificha sehemu. Kwa mtu akisema bana, you have extra yani USB, unaweza kwa sehemu fulani, fungua kwenye kabati, labda kwenye kabati ya juu ya jikoni umezificha huko, unaomba tunaweza kutumia. Kwa sababu mtu kama amekuja na kwake, they will not ask you. Tissue box, mtu mwenza kando, mwingine anawafua, mwingine analia, mweke tissue box kama ni bafuni, kama ni chumbani. Carpet ni muhimu. Carpet zinakuwa mbili kwenye each side, au carpet zinakuwa ni kubwa ila katikati, big or small. Hii carpet bwana ni kwa ajili ya asubuhi, kisaikolojia. Mtu akiamka anatakiwa asikanyage kwenye sehemu ya ubaridi. Akanyage kwenye sehemu ambayo ni ya warm, at least the first 5 minutes. Kisaikolojia inamsaidia mtu, anaweza kuamka calmly, anakuwa na calm day. Ukiamka ni utakiwa kuamka kwanza, utakiwa kuamka unakumbusha au zile alarms zinazosomesha, yani it's very wrong. Basi tu kwa sababu tunaishi busy life, lakini kikawaida unatakiwa uamke naturally, au unaamka na sauti za ndege au sauti za bahari inapiga naturally. Yes, yani unatakiwa kuamka, unaamka kama unakimbizwa.
Kwa hiyo miguu chini ina play part kubwa sana kwenye the way you are feeling calm. Kwa hiyo mwekee mgeni hivyo vikapeti viwili au kapeti kubwa ambalo mtu akiamka huku na huku wote wanaweza waka nani nini yani wakashika somewhere warm. Working station nimeelezea jamani, working station ni important kwa ajili ya watu wanaofanya kazi, na working station sio kitu cha kucompromise ni wangu. Yani working station hela isikukatikie eti ndo upo kwenye sehemu ya kununua working station. Hii ni kitu ambacho yani usually inaambiaga watu, yani hapa tushabuna. Hasa angalia mtu ananitumia ki working station cha hivi. Kasema hivi, huyu dada mimi tulikaa naye hivi kama wewe tukakaa naye, ananiuliza eti ni sawa, hiki kinafaa Judi, hichi kinani hakifai. Simple haraka tena kuja hata nifute hata namba zake, usijue kuja ukaenda ukasema bana nimeishiwa, ngoja nikakinunue tu. Hichi hakifai, hichi kimekaa kama meza ya wanafunzi jamani. Mambo gani haya tena? Unaniuliza kabisa. Unajua nikwambie kitu, siku moja ni kipi hichi? Ni uliotuma sasa hivi? Nimeshaifuta, nataka nikutumie tena vizuri. Nataka nikutumie tena, alafu nikuombe, nina meeting nyingine saa 9. Sawa, lakini mimi I think most of the things tumeshavikava, maana hii kama ni list nishakutumia kwenye WhatsApp we. Okay. Kwa ni wewe tu mwenyewe kupitia, kama kuna swali utaniuliza, maana jikoni vitu ni vile vile. Big 5 utazinunua, sitting room utaangalia vitu vya kununua. Nini ile ya nini breakfast nini? Yaani bed table ndo nzuri, ni pia nzuri. Bed table ni nzuri kwa ajili ya breakfast. Yes, working station na kutumia hapo. Bench sofa. Bench sofa ni kaki sofa fulani, kama kuna nafasi weka, inakuwa kama mbele ya kitanda ile kwa ajili ya watu kukaa, kama mtu kukaa kwenye nani. Paper dustbin ni muhimu kwa huko nani. Picha full length mirror, watu wengi wana picha mirror, weka kila chumba, sebleni, chumbani weka mirror full length, especially chumbani inakuwa ni full length, ila sitting room tunaweka ile half length. Wardrobe na ile bicycle lock nishakwambia, scent na candle. Earbuds, insecticide za kupuliza nani, henga, nail cutter zote utawaekea. Earbuds kwa ajili ya kama nyumba yako iko sehemu ambayo ina makelele kidogo, na vinunua vitu Kariakoo, lakini vinakuwa disposable, viko vya 500. Ukinunua box labda ya shilingi 10,000 utazipata nyingi zaidi. The rest of the things hivi ni vitu vya kawaida tu. Sebleni watu wengi wanajua kuzingatia, wabongo wanajua sana kuzingatia sebleni. Kwa hiyo sihitaji kujielezea. Na kitchen huku sana sana hapo bedroom tunapenda kumuelezea mtu. Dining area pia vitu vya kawaida wengi wanavijua. Balcony vitu vya kawaida, utaweka floor chair, coffee table, ashtray, live flower na ceramic pot yake. Privacy plants kama kwa wale ambao kusema ambapo ni apartment nyingi unaweza kukaa maua artificial ya kupanda ili kumpa mtu privacy. Kanyasi ka kijani, vitaataa vile vya usiku. Hivi vitu you can add them of course taratibu. Kwa mfano hizi green carpet fairy lights, lakini outdoor chair kwa ajili ya smoking guest make sure unakuwa nazo. Okay. Hivi ni vitu vya special needs sasa kwa wale ambao wanataka sasa ku special. Usha grow 1 year ushafanya, unasema ni specialist kwenye wageni fulani, naona wananiulizia sana kitu fulani. Ukaweka labda kibembea, sijui wall climbing. Kuna mwingine anasema kuna mwingine anakwambia anaweka sehemu ya content creator, labda chumba kimoja unaweka mic, earphone, phone stand, soundproof. Watu wanakuwa na buku nyumba kwa ajili ya kutengenezea podcast labda. Of course yes, unawachaji extra kwa sababu vile kama hayo, kwa mfano kama wako 4 is the same price. Labda wakishazidi 4 unawachaji extra per head. Kuna remote workers. Sorry? Nataka kuuliza swali. Kwa mfano hivyo umewekeza kwenye BNB. For me, I think I don't have time sana ya kufuatilia hii nyumba. Nataka kujua utaratibu wa kumweka labda mtu wa kusaidia kusimamia.
Okay, kwa nini unasema hautakuwa kwa sababu unajua hivi vitu unaweza kupenda ni vitu vigumu lakini ni processes tu na ni systems. Yes, Yes. Yes. So ukishaweka processes na systems usually sio kitu kigumu kufuatilia. Kikubwa tu upate at least mara 2 kwa mwezi uweze kupita mwenyewe ukaangalia tu kama ni kukagua pakoje, lakini ukishaweka systems in place it's not hard. Sisi tuna program ya coaching ya miezi 3 ambayo huwa anakuwa nakaa na mteja namwelekeza hiki tunafanyaga hivi na inakuwa ni kitu ambacho yani baada ya 3 months vinaweza kuelewa hivi tunafanyaga hivi. Ukishaelewa tu systems, kuna mwingine anaweza kumwambia na mimi na mdogo wangu nataka labda na yeye awe part of this, naambia sawa, hadi kama co-host. Sababu kama mimi na co-host na watu hapa, kuna nyumba watu tunazimanage, tuna co-host nao kuna hadi kama co-host pia unaweza ukaweka kama akawa manager ukampa payout. Payout ni pesa ambayo inapokuwa inakuja baada ya BNB kukata ile 3% then wana split depending na nyinyi mmekubaliana vipi, labda 10% kwa 90, 70% kwa 30, however mtakubaliana hii. So mimi ningesuggest kumpa mtu wa run. You can have a program na sisi ya 3 months ukaelewa tu systems zikoje, maana vitu vingi hivi ninavyokuambia ukisha vidocument tu ukajua hivi tunafanyaga hivi tunafanyaga hivi, you are good to go wewe mwenyewe. Yani kuna watu wanasimamia nyumba zao kwa Marekani. Okay. Yes. Unaona ile inaitwa RK Homes. RK Homes iko Instagram. Hayupo Tanzania. Hapo Tanzania na mume wake. RK Homes. Wewe wafunguke hapo. Yani wanakuja Tanzania mara 2 kwa mwaka. Wameweka tu kamera, wameweka tu sijui vitasa vyao kama naelezea pia issue ya kamera sio nini. Yes. Wameweka tu kamera, vitasa vyao vina lock, kamera inakuwepo nje pale, si ndio? Yes, kwenye sehemu ya mlango wa kuingia, sio ndani. Sio ndani. Yani hao wako based Marekani. Mimi naongea nao sio mara nyingi sana, lakini nauliza bila nyinyi pa vipi mnaendelea? Naendelea vizuri. Naambia wenye nyumba wenzio, maana hizi nyumba za kwao wanajenga wenyewe. Naambia wenye nyumba wenzio kila siku wana wenye nyumba sasa hivi mjini hapa, anajenga nyumba, anapangisha kawaida wapangaji, anagundua sio na iko na mume wake, anagundua mbona wao wapangaji wanafanya BNB wanatengeneza hela, anajaribu kutumia yule mlinzi atafute taarifa zao. Hivi jaribu kuulizia wanafanya shilingi ngapi hao? Anakuja kwa siku laki moja. Nimepangisha laki 8 hapa. Kwa anapigia sana huyu mtu. Anamfukuza. Mpangaji kwani kisha na mwanangu anakuja sijui anakuja kuishi hapo sio nini. Anafukuza. Anaanza kufanya mwenyewe. So wewe ana review 400 wameanza 5 years ago. Mume wake na wewe ni huyo dada. Anamfukuza yule. Akishamfukuza basi wanaanza sasa kupambana wenyewe. Wanapambana miezi 6 mwaka. Anagundua hichi ni kitu kigumu sana. Why? They don't have systems. Na mwenye nyumba anadhani kwamba wapangaji ni sawa na guest. Guest sio wapangaji. Guest ni mgeni. Yani tena guest huwezi kumkoromea eti mbona mmedini, yani guest inabidi uende taratibu sana. So kwa sababu umeshazoea kudili na wapangaji kwa nature ya kuwagombeza na nini, yani akishaanza kufanya BNB kama hayuko makini anaweza asirudi kule. Yeah, so mimi I think kwako inawezekana utapambana hiyo miezi 3. Yes, you can do that. Pia kuna wengine mwingine kama ukipata labda manager mzuri anayeweza kudili na wao, kwa sababu manager wengine bwana ana mambo mengi, anakuwa na wateja wake wale wa mambo mengi. Ngoja manager ambaye anajua kutumia BNB vizuri, anajua kutumia atakusaidia kuweza kunani pia kuiteka. Na mambo tu mengi nafanya kwa wakati mmoja. Kwa hiyo naona kama takuwa confused. Sorry? Nasema nina mambo mengi nayafanya peke yangu, yani mengi. Kwa hiyo kama natamani ningawa naweza kuwa naenda kuangalia yani mara kwa mara, kwa sababu mimi nakaa hapa Oysterbay tu. Jirani sana na hiyo. Kwenda kuangalia hiyo, kukagua ni vitu ambavyo ninaweza. Sawa. Basi mimi naamini kwa kweli BNB ukishaweka systems in place, yani sio kitu cha kukusumbua. Hauwezi kuhangaika, mimi nakwambia. Hangaika tu kama hauna systems. Mgeni akifika unajua tu okay, mgeni ameuliza labda kitu fulani unamjibu.
Mgeni amefika, unamtumia fomu ya checking, anajaza pale passport, jina, sio na nini. Akimaliza anaingia, kama kuna shida unamtuma mdada, okay sawa. Umeme unamtumia umeme wako wapo, internet imeisha, unamjazia, unamwekea. Au kama unakuwa na kijana wako labda una mdogo wako, unatoka unamwambia bana, naomba nisaidie kununua umeme, wewe unamadi kama co-host, anakusaidia task ndogo ndogo tu kama hizo. Yeah. Ni nzuri. I think bora nifanye hivyo. Yeah, mimi nadhani ungefanya mwenyewe hata 3 months 6 months kwanza, then ukaona this is too much. Then ukaendelea kwenye nani. Yeah. Haya, asante sana. Ambacho kingine utanisaidia kuandika hiyo, kuna hiyo simu umenitumia pia ya kuhusu hizo kamera. Kuna siku uko nasema sijui sehemu ya kuweka funguo, naona Instagram. Key lock box. Yes. Vitu kama hivyo. Key lock box. Ya kutumia pale hapo juu. Nitaangalia, baadaye nitapitia taratibu. Kama kuna kitu nitakuwa nahitaji kujua, I'll let you know. Sawa, ya kutumia. Asante. Sawa, Mainia, nashukuru. Asante. Na mimi naomba kutangazia na biashara yangu pia nyingine, ni travel agents. Okay. Yes. Jamani, mnapelekaga wageni watu Europe jamani? Kiaje? Yaani mfano kama mimi na kitrip changu na kiplan, lakini kiukweli nimetoka kuapply, yani nimetoka kuapply visa za Schengen na kosa. Nimesha apply visa mara 2 ya kwenda kwenye conference. Zinasumbua visa lakini But I've been to Europe before, I've been to UK 2009. Of course passport yangu ilisha expire, kwa hiyo haionekani. Lakini I want to believe it's in the system. I've been to UK in 2009. I've been to Dubai, I've been to Scotland. I've been there. And how comes, yani sijui kitu kinanikwaza sana. Kinaniumiza, yani kinanifanya nachukia. Mimi sijabezi sana kwenye kusafirisha ile watu. Sana nafanya na kampuni kukata tickets hivyo. Okay. Leka watu kwangu naona kama ilikuwa ni mrefu kidogo fanya. Lakini jua vizuri naweza kufanya kitu vizuri. Ila sasa tunafanya na maofisi, watu binafsi. Sasa kwa mnakatia, umesema mnakatia nani? Mnakatia tickets za ndege, tunabook hotel kwa watu wanaotaka. Kuna wengine mteja book anataka umtafutie kila kitu. Anataka hotel, booking ya nani, au wengine anataka umtafutie hadi gari. Kama hivyo wazungu wanapenda ile kila kitu akikuta kiko vizuri yani. Yaani asiteseke kwa chochote. Like concierge service. Yes, tunafanya. Kwa tunakuwa tunajuana na watu, labda watu wanaokodisha magari tunawajua. Unataka gari gani? Ndio unamtumia. Cost ni hii. Basi anakulipa, nalipa mimi, then mimi nawalipa hao wengine. Na hotel hivyo. Mimi nalipia mwenyewe moja kwa moja nakatwa. Then yeye analipa zote kwenye akaunti yangu. Sasa. Ni biashara yangu nyingine. Nafanya pia. Niko Morocco. Hongera jamani, mimi nafurahi tena na wadada wanafanya biashara ambazo kikawaida ziko male dominated. Asante. Kama hivyo, tuko hapa Morocco Square hapa. Ndo sieti. Asante jamani, nimekuwa na wakati mzuri, yani umenifungua vingi sana. Nilikuwa sijui vitu vingi. Mwanzo wa kujuana, yes. Nilikuwa sijui vitu vingi, yani vingi sana. Ingawa nakufuatiliaga sana Instagram. Kweli? Yes, alinitagi actually mume wangu. Then Tasiana alinitagi. Nikasema nikipata muda nilikuwa nimesafiri. Sasa nikirudi tu lazima nimpigie. Ndio nikakutafuta jana. Sasa nashukuru jamani, nashukuru sana. Asante sana pia. Asante pia. Nimestop recording, nasubiria hapa inani. Poa. Recording yake. Mtu mwingine. Shukrani.